na pia masharti. Na kabla sijakupea masharti, kuna venye nataka kutengeneza kwanza. Mimi hutumia njia zangu. Na pia nao tupate uponyaji, sio? Naam. Nafikiri hapa ni kwako. Naam, ni kwangu pale. Unajua kikombe yenye iko hapa, kijiko yenye iko hapa. Naam. Kwa sasa hii utakuwa naelewa ama ni kwako, lakini na kujulisha ya kwamba naam, utakapokuwa sawa, heshimu boma. Naam. Heshimu bibi. Naam. Hakuna mahali pengine utapata bibi mzuri jameni. Kweli. Bibi ni yule. Na chenye kiko kwa bibi yako ndio kiko kwa ule mshirika mwingine. Tuelewana lakini? Naam, nakusikia daktari. Na kueleza. Karibu sana. Si nimekwambia? Naam. Atafika. Madam. Huyu ndo daktari wetu. Na huyu ndo amekuwa akitusaidia kwa wale watu ambao wamekuwa na shida za boma, za mali na pia mambo kama haya. So Pastor Mark, daktari amefika. Daktari. Jambo. Salama sana, upo? Tupo. Karibuni sana. Asante. Tunashukuru kwa wewe kufika hapa. Tunashukuru pia kwa Mungu kutuwezesha kufika mahali hapa, na pia tunaona watu wako salama isipokuwa one of us here ambaye ako na shida moja mbili, lakini natumaini tukitoka hapa tutakuwa tuko sawa. Ni kuamini? Ndio. So karibu sana daktari. Asante. Karibu. Na sijui nielezee sababu ya kukuita hapa pia. Ndio unajua maybe uelewi. Kuna huyu ambaye ni pastor ambaye umeketi hapa. Sijui kama ushaifanya kazi kama hii tena, lakini labda ni mara yako ya kwanza. Tuko na pastor ameketi hapa na pia kuna mke wake. Na kama nilivyokueleza, amekuwa na matatizo. Ako na sijui ni ugonjwa ama ni tatizo lipi ambalo ako nalo la kulala na washirika wake. Ni kitu anasema amejaribu kuondokea, lakini bado inamfuata. Ameomba, akashikana na washirika wenzake, lakini jambo hili bado lijaondoka. Na ni kweli. So saizi tuko hapa, bibi yake amenipigia simu. Ni kitu kilifanyika some weeks ago, or rather let me say almost half a month. Na kitu kenye kilimfanyikia ni kwamba sehemu zake za siri hazifanyi kazi, na kwa kumaanisha pia kuna vile iko na uvimbe, atembei vizuri. Hata saizi hata ukiona ako na leso hapa, na bibi yake imefikia tu wakati ule ambao anaona ni aibu, na pia anataka msaada kutoka kwa mimi mwenyewe nilimpata. Anataka msaada. Bibi yake mwenyewe anaweza shuhudia, aseme amempata pia amelala na wanawake wengine mara kadhaa. Na pia sisi tulipompata kwa ule mshirika ilikuwa tu ni jambo hilo. So pia yeye anaweza taka ajiongelele, isikuwe ni mimi naongea sana. Mmoja wao, each and every one of them aseme Kenya anataka. Wewe utasema Kenya unataka kwa daktari, ndio huyu nimemuita. Na madam, kama uko na jambo unaweza taka kuambia daktari, ndio huyu hapa. Ni sawa? Juu tumepigia the man, bwana ya Jennifer afanye nini? Apatikane. Yes. Tuanze na bibi yake, tusikize venye anasema. Kuna kitu unaweza tuambia? Kitu mimi naweza sema. Huyu ni mzee wangu. Huyu mzee wangu ni pastor. Akiwa pastor wangu ni pastor. Na kuna sida. Na ndio nilipigia huyu madam ndio atafutie daktari. Akatuambia anajua daktari moja. Sasa akakuita. Sasa hii mzee wangu ako na sida. Amelala na wanawake wa wenyewe na akaharibiwa. Sasa kwa nyumba hakuna mawasiliano. Tunakobana kila siku. Sasa nataka umtibu, umsaidie, tujue venye tutafanya. Kwa hivyo yeye akuambie shida yake iliingilia wapi, mimi najua hiyo. Kwa hivyo akuambie shida yake venye iliingilia na venye alifanya. Ni yeye anaumwa, sio mimi. Mimi nimesema chenye naona. Nauliza, ni mtumishi wa Mungu? Yeah. Mark, pastor. Hebu jieleze wasemaje? Naitwa Pastor Mark. Na ni kweli ninaumia na ningeomba unisaidie.
Juu sehemu zangu za siri hazifanyi tena, inakaa inauma. So ndio maana nimeitwa hapa ukuje unisaidie, uone vile utanitibu, at least nirudi kuwa kwa hali yangu ya kawaida. Upasta umeanza neno la Mungu umehubiri miaka ngapi? Inaelekea miaka 14. Miaka 14. Naam. Umehubiria watu zaidi ya milioni ngapi? Kama 100,000 hivi. 100,000. Naam. Na unaona kweli ni vizuri haswa kuharibu mama za wenyewe, juu naangalia napata washirika umeenda na kama 8 hivi. Si mzuri, lakini niseme tu ni ile raha ya dunia ndio imekuwa mingi. Neno unalihubiria, ukihubiri neno la Mungu, ukiwaeleza watu vitu za zini ama nini? Kwa mwanzo nilikuwa nahubiri, lakini kafika mahali nikaona ni kama chenye ninahubiri kidogo haifanyiki, so ikabidi nimeanza kulichukulia kama biashara. Kanisa lenye umekuwa ukihubiria neno la Mungu umehamisha mara ngapi? Mara karibu 10 hivi. Ukihamisha hapa kule? Yeah, naam. Unajua ukihamisha kanisa ukienda pale pengine, naona ulikuwa unaenda unatafuta mshirika pia. Naam. Ukihamisha area fulani ukipeleka ingine, naona bado ulikuwa unatafuta mshirika hapo. Naam. Na unajua hao washirika wanabomoa bwana zao. Kulingana na maelezo yenye wananiambia, wengi wao wananiambia hawana mabwana ama bwana alikufa. Wanakudanganya. Wananidanganya. Na umedhibitisha ama kuna ukweli? Mimi nikiambiwa hana bwana ama... Wewe unatimiza ahadi zako? Ndio hiyo. Zenye zimekupeleka pale? Naam. Basi nakuuliza hivi. Naam. Ukiangalia vizuri kanisa lako wenye wanakusimamia juu wako lazima kanisa ikuwe na ile kamiti ya juu, ile komiti kubwa. Lazima kuwe na komiti ile kubwa iko. Okay, wenye walikuanga tulikosana na wengine 2 3. Ikabidi nimeitoa. Ulijua maana yake? Okay, nilifanya ile ya kulainisha maneno juu niliona kuna wenye tunatofautiana sana kimaoni. Ikabidi nimeitoa, nikabaki mimi mwenyewe ndio kujisimamia. Sasa ikakuwa hakuna mtu ambaye tunajibizana naye kuhusu usimamizi wa kanisa. Naam. Sasa iko hivi namna. Sehemu zako za siri, kwa wale wake wawili umelala na wao wawili nyuma. Wale wawili. Lakini mwenye alikuja kuharibu maneno yote juu walikuwa wanajuana. Ndio walikuwa haribu kwa wawili. Kuna wanako wawili wenye umelala na wao mwezi uliopita na mwezi hii. Hao wawili walikuwa wanajuana venye wanakufanya. Ni kitu wamejipanga na wakakuwekea mtego kwa sehemu zako za siri. Na ndio maana umeitwa kuja angalau nisaidia. Umenielewa? Lakini wanawake wawili wale wa mwisho aliyelala na wao, uliolala na wao, na mume wake alimpea onyo pia. Na iko hivi. Onyo unazo, umepewa hata na bibi yako juu amekupata pia na washirika wengine na akakuonya. Ni kweli si kweli? Ni ukweli. Ni kweli mama, umekuwa ukimuonya sio? Kabisa, nilikuwa namuonya. Sababu nikampata. Na ni kweli? Akiniambia hapa nyangi. Mna watoto wangapi na mama bibi yako? 3. Watoto 3. Naam. Kuna dawa nakupa. Naam. Na pia masharti. Na kabla sijakupea masharti, kuna venye nataka kutengeneza kwanza. Mimi hutumia njia zangu. Na pia nao tupate uponyaji, sio? Naam. Nafikiri hapa ni kwako. Naam, ni kwangu. Unajua kikombe yenye iko hapa, kijiko yenye iko hapa. Naam.
kwa sasa hii utakuwa naelewa ama ni kwako, lakini na kujulisha ya kwamba Naam. Utakapokuwa sawa, heshimu boma. Kabisa. Naam. Heshimu bibi. Naam. Hakuna mahali pengine utapata bibi mzuri jameni. Kweli. Bibi ni yule. Na chenye kiko kwa bibi yako ndio kiko kwa ule mshirika mwingine. Tuelewana lakini? Naam, nakusikia daktari. Na kueleza haya ukiwa na huyo uchungu wenye uko nayo juu wakati ulikuwa unakula starehe. Au kujua haya yanaweza kukumba, ni kweli? Sikuwa nafahamu. Basi mambo huja hivyo. Mwisho wa furaha ni nini? Karaha. Ni uchungu, sawa? Unanielewa lakini? Nakupata daktari. Na kuna venye hata wale machungu yanaweza kupeleka kwa mauti. Naam. Juu hiyo ni ishara ya usherati. Na pia unafanya usherati kwa washirika. Sawa? Naam. Wamboi. Tuko hapa hii nyumba tukitengeneza huu mzee ambapo umeniitia yeye, na tunafikiri uponyaji atapata, na njia ni mingi. Jamani, tunatafuta njia za uponyaji. Mama watoto, usishangae nini inaendelea. Tunafanya utaratibu ya kutafuta venye tutapata uponyaji. Si unataka mtu wako akurudi sawa? Mkaniita hapa niwatengenezee kila mambo. Basi lazima tutengeneze kila kitu, tukue na amani. Nyinyi wote mkue pamoja. Ni kweli? Na tuponyeje msee na akue sawa. Na pia murudiane kiwa boma moja. Ndio wale watoto wapate kupata makao mazuri hata miaka ijayo. Ni kweli? Basi nataka tumie. Usimshike, achana na yeye, atakuwa sawa. Lazima uchungu inapitia kwa hiyo kiwango. Ndio ajipange. Kuna njia mingi sana. Hiyo ni tabia ya usherati na ni vibaya sana kwa neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu akitumia neno la Mungu kupachika wanawashirika mimba na kuharibia maboma za wenyewe. Ni kweli? Mama watoto, mtoto wa kwanza ni kijana ama kike? Kike. Wote Mungu atawabariki. Wa mwisho ni kijana ama ni kike? Mungu atawabariki. Pastor Mark. Pastor Mark? Pastor Mark? Keti pale. Ni nani? Sasa niulize, si umeona maneno yenye imekuleta? Si umeona daktari amekuja? Nataka kwanza before tuendelee. Mama, huyu trouser, hii trouser ni nini shida? Shida yake ni gani? Juu ako na trouser, ako na mshipi, ako na shuka. Ni nini? Mimi sijui shida ni nini. Kutoka atoke mahali nilimkuta. Kutoka hiyo siku anakaanga na hiyo mvuto. Atoangi mfuto. Atoangi. Anachukua shuka anajifunga. Kumuuliza ananiambianga hapana. Hiyo trouser ni yenye. Wamboi, nataka mnisikize kidogo. Sawa. Hiyo trouser ni yenye alikuwa nayo. Yenye alikuwa kwa bibi wa mwisho. Ule madamu wa mwisho, yule mshirika wa mwisho. Hiyo ndiyo alikuwa nayo. Alikuwa amevaa hii. Ndio alikuwa amevaa hiyo. Ndio maana atoangi. Ndio maana atoangi. Na akapewa mawaidha, venye alifungwa akaambiwa akifika ajifunge leso. Hiyo nguo amekuwa akijifunika juu ndio ile trouser isionekane. Okay. Mnanielewa lakini? Yeah. Imekuwa hivyo basi. So, unaweza mshauri nini kuhusiana mambo ya boma ni jamani. Unajua kitu, okay, ndio daktari.
Mashauri nitampea. Tuambie venye unasikia saa hii. Saa hii niko sawa. Niko sawa kabisa. Chugu imeisha. Daktari, na Niambie. hiyo kitu atarudia tena? Na nilikuwa nataka hivi nimpe maangizo kidogo. Mwambie maagizo. Maangizo yako hivi. Mark. Naam. Sasa sijui ni kuita Pastor Mark, sijui ni kuita Mark. Sasa nakuita Mark. Naam. Juu lazima uende tena kulingana na kitengo yako ya upasta, lazima uende upako mafuta. Ni kweli? Naam. Kama utaendelea na huduma, kitu ya kwanza na kupea masharti. Pea neno la Mungu heshima yake. Hiyo ni la kwanza. Sawa eh? Naam. Sharti la pili ni kwamba wanawake uachane na wao. Na washirika uachane na wao. Juu wewe ulikuwa na ile roho ya usherati. Ni sawa lakini? Naam. Na ile roho ya usherati ndio tumalizie, nitakuambia venye utafanya. Nitakupea dawa. Uende ujipake mwili. Kutoka kwa kitofu. Upande mpaka kwa mwili yako juu, kwa kichwa. Teremke tena upake mpaka kwa sehemu zako za siri. Na pia upake miguu. Ndio ile roho ya usherati iondoke. Naam. Sharti la kwanza ni uheshimu neno la Mungu. Ya pili, usherati. Uachana nayo. Wanawake uachana na wao. Tatu, ukishatoka nje tena. Wakati utatoka nje tena, kwa mfano, nimekuambia umelala na washirika 8. Naam. Wakati utaongezea mwingine akuwa wa 9, hamtashikana na yeye. Kwani Hata walikuwa kama- wameshikana daktari? Ndio nakwambia, hakuwa ameshikana. Hata pato na tatizo yenye alikuwa nalo. Nitawapata wameshikana na bibi yake. Ate? Bibi Utafanya yake? kushikana na wewe. Masharti yenye nampea. Akienda akilala na mtu mwingine wa 9 nje. Wakati atatoka kule atatoka akiwa sawa. Nitakuja kuwapata wameshikana na bibi yake. Bibi yake kwani ako na makosa hapa daktari? Ni atakuwa amefanya hivi. Ameenda kinyume na zile. Ameenda na kinyume na sheria zenye nampea. Ya kwamba sisi tunataka boma lisimame vizuri. Aachane na washirika. Neno la Mungu aliheshimu. Basi tutakuja watakushikana na bibi yake. Kwa hivyo mimi nakupea maagizo yenye ni ngumu na yenye ni kweli, yenye itakufanya ukue sawa. Naam. Au utatopoa hiyo masharti? Ujue sasa Mutashikana- wewe mutashikana akienda na bibi. kufanya kinyume na hiyo pia wewe uko kwa shida. Hiyo masharti tutatopoa nayo. Kama utopoi nayo useme utopoi, kwa sababu mimi utaniingiza kwa Ukienda kufanya mambo ya zina nje, Hivyo tu. ujue utakuja, mtaachana na huyo mwenye mtafanya usherati huko nje, lakini ujue utakuja kushikana na bibi yako. hiyo uamuzi ni wako. Upewa ndawa ama wachana nayo. Kwa sababu ni mimi sasa utaniua. Watu na malaya zao. Nitafuata daktari. Nitafuata maagizo yako. Utafuata maagizo. Naam. Unanisikiza lakini? Nakupata vizuri sana. Uheshimu bibi Naam. na uheshimu boma. Naam. Masharti nimekupea 3. Sina lingine la kusema. Iwapo pia nilikuwa nataka niambie bibi. Bibi ya Mark. Tengenezea bwana malazi mazuri. Ndio pia yeye asiweze kuangalia washirika nje. Unanielewa lakini? Kabisa. Tengeneza nini? Malazi mazuri. Yawe yanakaa vipi lakini ni hayo. Uyatengeneze vizuri. Awe ni masharti. Si ni sawa? Alafu chenye nimesema ya kwamba ukisikia kuna fununu nje ya kwamba Maka yuaenda nje, usimuulize yeyote. Ni sawa? Nimempea masharti pia Mark.
akifuata ya masharti hakuna tatizo, lakini asipofuata venye nimesema ndio kutakuwa. Hata amesikia. Amejisikia na masikio yake. Umenielewa? Naam. Malazima utengeneze mazuri. Nafikiri Wamboi sina lingine la kuongezea. Asante daktari. Ila kuambia kila laheri, mkae salama, familia boma. Asante. Na ningeomba kabla sijatoka msalimiane Maka na bibi yake. Na mkue kitu kimoja. Nataka salamu kwa mkono. Nihakikisha kwamba mko pamoja. Mko sawa. Mko sawa? Mko sawa. Wamboi sina lingine la kuongezea. Asante daktari. Ila ukiniita mimi nitajawabisha kila kitu. Kweli. Nataka nipeane dawa kabla sijatoka. Nikuambia kuna dawa unakupea. Naam. Si ni sawa? Naam. Ile dawa uende ulitumie vizuri vyema. Nikakwambia kutoka kwa kitofu iende mpaka kwa kichwa, urudisha tena kutoka kwa kichwa iende kwa sehemu za siri. Mpaka kwa vidole kule kwa miguu. Si ni sawa? Naam. Asante daktari. Si ni sawa? Asante. Nafikiri kila kitu iko sawa. Kila kitu iko sawa. Nashukuru sana daktari. Na kama vile ambavyo ninakuitanga wakati ninahitaji msaada wa wateja wangu. Nashukuru sana. Asante. Kama kuna tatizo lingine, mtanijulisha. Nitakujulisha. Lakini mimi sioni tatizo. Asante sana Daktari Musa. Asante. Asante. Hata mimi nimerudisha shukrani. Kwa kutengenezea mboma yangu. Nashukuru. Mungu akubariki. Asante. Sawa sana daktari. Asante. Ukienda kinyume na kile ambacho umeambiwa, shida ni kwako. Mimi kuisa potea. Niko sawa? Niko sawa sana. Mimi sasa tumemalizana. Nasema sana asante kwa kuja kunisaidia. Wallahi sasa kila kitu iko sawa. Na kwa promise nitafanya kila kitu. Now the next thing umeambiwa, ukienda kulala na mwanamke mwingine, shida ni kwa nani? Kwa bibi yangu. Kwa bibi yako. Sawa sawa? Sina haja na tena. Nibaki kwa boma yangu. Ndio isipojike. Haya, sawa, shukran. Mimi nashukuru pia mama. Na nimefurahia kuniita. Hata mimi nimefurahia kwa sababu ya kuja. Kutafutia daktari. Hata mimi nilikuwa nisijua nitafanya aje, nitaanzia wapi nimalizie wapi. Kama hiyo imeisha, Mungu ni mzuri. Mungu ni mwema. Na mzidi kuona usimame na imani baba. Simama na imani. Sawa sawa? Asante. Nashukuru sana Mama Esther.